Kitambo ilikuwa hivi. Hata si nilienda rumande. Nilienda rumande nikakaa mwezi na nifika rumande hivi. Yes, napatana na nani? Agano. Aliniongelesha design fulani, afu sisi ni watu yani unaniongelesha mimi huko fulani. Wajua tulikuwa na hiyo yani mimi mtu wa Dandora, mimi mtu wa Magongo Mombasa. Waniongeleshaje wewe? Unanipata? Tukapata na West. Buda si turudishiana mangumi. Tukapigana mwanangu, yani ile kupigana nikawa naume mpaka tukagawanywa. Yani Agano yuko kule ona napigana na watu kibao aje sasa. Ndo akakuja mbio pia yeye akaingia katikati sasa ndo tukaanza. Kama unapenda vita? Bro mimi nimepigana sana bana. Akacheza mmoja. Nikamwambia chili mwanangu. Hebu anza tena. Ping 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 ping. Akasikiza kaniuliza una idea gani? Nikamwambia mimi hii track inaniambia tu Mungu yuko juu. Nasikia tu hivyo. Yuko juu. Mungu na ting di di. Wakamba wawili mkatijui mliachana juu ya beef ama juu ya nini? Ukaingia solo artist. Ukatoa Mungu yuko juu. Si beef basa. Hata si beef kabisa. Kwa sababu mimi na Agano tujaikosana. Kukosana tushakosana, tushaipigana. Ashanipiga ngumi kidogo alivunja jaw. Nishemkata hata na alama hapa, nishempiga kisu hapa hivi hata alama kwa nayo hapa. Kwani ilikuwa crazy yani? Kwani alafu unajua ilikuwa ni ukiingilia. Angalia ulikuwa ukiingilia vita twakupiga. Unageuzia jamaa. Twakupiga alafu sasa twaregeana, twapigana alafu the next half an hour unapata tuko huko chini twakunywa twatia story mazi hata unadhani si wale watu ambao walifanya nini. So Agano ni naweza sema aje. Unaona nikiwa na ujamaa tukianza kuandika maze waga tunaandika vitu zingine tofauti deep alafu beautiful man. Yani ujamaa ufanya nafikiria yani pia yeye waga anasema the same thing. Waga tunafanya tunaenda ndani zaidi ya kuliko vile ukiwa peke yako. Ndio maana niko nakwambia watu wakiwa zaidi wawili na kuoga poa sana. So na Nyashinski wakiwa yeye Roba na Kolo. Wakumbuka hiyo tamu. Ilikuwa mbaya. Hiyo ilikuwa crazy bado. Hadi sasa bado ngoma bado unadhani imetoka jana. Unanipata? Hiyo ndio najaribu kukwambia. So mimi na Agano tukipatana man. Hata sasa hivi kuna song tumerecord na yeye. Hata naone watu huruma. Bado mnafanya muziki pamoja muziki. Niko curious kujua nini ilifanya kwa hizo incidents. Hebu tupatie moja. Nini ilifanya hadi mkago physical? Ni ulevi. Ni ulevi. So unajua sikumbuka nikikwambia nini. Tulikuwa tunapenda kunywa man. Alafu unajua nini hao watoto mmetoka ghetto all of a sudden songs imehit. Mko na dome mnaitwa show 20,000. 40,000 hii wiki next week. Hamkai sana hati miezi 2 sijui 3 mko na show. So do ilikuwa inaingia, hauna bibi, hauna watoto, hauna nini. I remember kuna interview ilifanya na Citizen. Ulikuwa na struggle sana na tei mbaya sana. Man nilikuwa unapiga na ukuli ama nini? Bro nilikuwa napiga. Kuna siku hata tulikosana na Agano, nimeenda kumtembelea Dandora. Nimeenda kutukanua pombe tukakunywa vizuri yani. Alafu naona tena ati siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya kwanza kesho yake naona wanatoa pesa wakanunua chakula. Naambia ni nanunua chakula kitu gani? Nunueni pombe maniga. Maniga tunanunua pombe man. Hapa ni pombe, tunapiga milupo mitungi tunaanguka. Au sio? Tunapepea mpaka na uteo. Unapata? Agano ananiangalia hivi. Wakatoka yeye Smalls wa washamba wenza. Wakajitoa. Walienda wakakula wakarudi. Waliambia nenda kuleta pombe. Ndio wakaenda wakadishi. Hiyo time mimi nilikuwa tasili, nilikuwa sidi. Sasa so hiyo kwa sababu nilikuwa naweza ka 7 days bila kula kitambo. Chakula ilikuja ikafika party yani nilijiambia itaweni rule yani naweza kula sasa ile time kwa sababu sina shilingi. Sinaenda mashow na wapi nini inakuwa tu mzuka tu. Au sio?
unaweza sema ni kitu ulikuwa umeanzanga ukiwa kijana ama pesa ndio ilikuwa mingi ukashindwa pesa imekuwa mingi wacha tupige sherehe? Juu kama mimi the first time nilionja tei nilikuwa class 6. Class 6 na mother alikuwa amepika chang'aa mtaani. Hiyo time tumetoka Nairobi. Maisha imekuwa ngumu. Pia tumekuwa vichwa mbaya, vijana wa Mathare wameharibika, wanapita na vijiko za watu. Yaani kitu ya mtu yezi kaa kwa plot. Mzee akasema wa vijana na wazika wakiwa wadogo, acha niwapeleke Ocha. Sasa unajua hizo tu struggles za Ocha ni nini? Mother alikuwa anapika gacham. So, unajua time kwetu ni Mumias, kulikuwa na miwa. So unapata hiyo time makarao wanatembea. Wakipata boma, unajua saa Ocha sika huko. Ocha teina uzo tu kwa boma. So wanakaa chini ya mti, wanasaviwa, nini. So makarao utembea. Wakipata wasee wamekaa kikao. Mbio nini wenye anashikwa, wenye wanaarestiwa nini. So mother alikuwa ananijenganga hiyo kibuyu. Ananiambia ukisikia tu wasee wamekaa zidi nayo kwa miwa. So unaingia miwa, unashika line, unatoka mbio, mali utachokea unasimamia hapo. Unajua miwa ni yaani ukisema hivi huoni mwisho. Miwa ni kibao. So mazao umekaa huko karibu wanao na hiyo mtungi. Utafanya nini? Chovya. Ndio wasema nini hao nikionanga wakipiga kitu wana smile peke yao. Mada sasa ndo nakupata umesmile mbaya. Sasa mimi narudi. Bash. Wameenda rudi, mimi narudi niko happy. So kuna hiyo, alafu sasa unapata kuna ile ya stress. Uko tu stress, nataka tu nitei niko na stress. Alafu kuna ile ya starehe, mimi niko na pesa. So yako ilikuwa gani? Ama ilikuwa umenikumbusha story moja hiyo ya chang'aa. Bro, nilikuwa nimekaa hivi nikasikia, unajua kuna mahali kunaitwa Gembo, kuna chang'aa ingine hiyo. Noma. Kisii. Tukapiga show sijui wapi. Nikapanda basi, nikapanda matatu. Nikaambia mimi nataka tu kwenda Gembo. Kapelekwa mwanangu. Nilienda huko ndani. Huko ndani huko. Karibu na river sijui gani. Nikaulizwa, kijana umekuja kunywa? Naambia chang'aa ndo yenyewe. Nikaambia basi. Kwanza lazima ukule mandizi. Kapikiwa ndizi wazee, kakula. Naona watu wanakuja hapo, jamaa kuna makamba ziko hapo mingi niko sijaziona. Naona jamaa achukua kamba, anafunga hapa chini kwa mguu. Kamba yani. Na mother hataki mtu aingie bila kufunga kamba. Nikaambia unataka size gani? Nikaambia nataka nini jik. Akaniambia watu wakageuka. Jik. Nikaambia hapana, wacha tukuletee glass kwanza. Quarter. Uonje alafu utatuambia. Kitu moto bado imetoka wapi? Kwa rive huko. Piga hivi mazee chang'aa ina lostia kwa mdomo. Hata ifiki hata kwa koo man. Tulikunywa tu hivi yani, naona watu kuna mabuda walikuwa shaanza kunywa. Naona ukitoka tu mmoja wamejiaria. So kumbe ile kamba ilikuwa ndio ubebe mavi yako uende na hakuna kubakisha hapo. Unaona? Beba uchafu yako. Watu wanakuja hapa kuarisha hadi unajua haukuji kunywa wewe unajua tu utakunywa alafu utaachilia man. Ndio niko nimekumbuka hiyo story man. Alafu hata ilibidi nibebe hiyo chang'aa nao Nairobi. Niletee wanajeshi kwa test bwana. Brother, nikutaje? Alifanya nini? Aliharisha bwana kwa nyumba bwana. Kwani uko umemchagua story ya kamba? Mimi hata unajua sasa mimi nimekuja nikilewa bwana. Mimi nimekuja nikikunywa kutoka wapi? Kisii. Nimekuja nikikunywa tu. Kufika na meletea machizi. Machizi yanachanganyikiwa bwana. Mimi mwenyewe hata nilichanganyikiwa lakini so pombe yangu ya kwanza mimi haikuwa ilikuwa ni hizi stories za Christmas. Hiyo za Christmas familia wanapatana. Tuko na watoto wapatana Machakos. Marehemu babu yangu. Mzee yani mimi waga na miss jo. Anaitwa Maveka.
jamaa alikuwa anafanya familia yote yani mazee. Wase watu wanatoka mbali man, watu bado kuna kuanga na watu wanakuga tu na hiyo watu wanakuja wote mazee, unaweza pata kwa plot mnaingia hivi, mtu mgeni anakuja hivi anapata mazee chai mmepanga line, yani mko wengi yani familia yani watu. Hata naambia watoto wangu, naambia ama dota wangu Imran na Kira, waga naambiaje, nyi waga mna miss, kwa sababu mimi nakumbuka kulikuwa kuna hata space ya kulala mpaka mnalala chini, mnalala chini yani hiyo feeling yani ya Christmas yani mkunyote yani. Alafu hiyo time ndio unajua ni kitambo sana. Alafu mimi nilikuwa mtoto, babu yangu alikuwa anakunywa Tusker Export, kaliko kadogo hivi kaliko kadogo tu Tusker Export. Aliniambia tu wekeli kunywa hiyo, kakunywa nikakuwa msika nikakuwa msika. Hiyo ndio ilikuwa pombe yangu ya kwanza. After hapo sasa ikakuwa zile zetu zile za kwa kijana Mombasa, mnazi kunywa mnazi, mnakunywa mnazi labda yo just as I was saying sasa kabla hata sikuwa na kabla wacha sasa, unajua kwa nini tuendelea yani kwanza, unajua ni wife alikuwa amenipigia na unajua ni mwanajeshi yani si mwanajeshi as in army ni army kwangu yani ni mwanajeshi mwenzangu yani waga mchizi wangu huyu wife wangu, unaona. So lazima iko tuongeleshe, ashajua niko safe mahali niko, hakuna uko safe wowote mahali niko, na uko na watu wako straight naona au sio? So tuendelee sasa. So acha nikuulize swali sasa, niulize swali tena. Sinakuuliza kwani issue iko wapi? Kwa nini unaitwa Obashi? Obashi umetoka wapi? Ama ni Obadia? Hiyo sio Obadia. Utaniuliza kwa ile show yako ya nini ya nakuuliza tu yani Obashi umetoka wapi? Obashi ni story. Ndio nataka. Sasa first of all before hata nianze, Obashi ilianzia wapi? Kwa sababu mimi nataka kukuambia yangu mali ilianzia. Ndio nataka nikulete sasa ndio uielewe. Unajua nilikwambia tu hivi direct au hizi, nataka sana nikupatie kama the source of Nile mali sasa hiyo jina imetoka ndio ikakuja. Sasa mimi natoka mali inaitwa Wanga Kingdom. And my clan is from hiyo Wanga Kingdom ni kama royalty, unacheki. Sasa my grandfather, hiyo lineage ni nini vile imekuja inamaanisha leadership. So I'm called after my grandfather. Na grandfather wangu anaitwa Maende. Una get? So hiyo Obash si Obash, ni Obano. So msee alikuwa leader, msee mabiashara nini, yakapewa AKA. Sasa ilikuwa ni AKA. Ni kama sababu ulikuwa unakujanga na hizo masters nini ukaitwa Labala. So alikuwa msee biza, anaweza enda Marsabit bai mbuzi akuje auze. Anaweza enda Turkana bai ng'ombe, anaweza enda Uganda bai mandizi. Yani yeye ni msee tu anapiga tu busy. Mabizi. Yani kila kitu, yani hakuna bora kitu analeta do. Anakuwa involved. Aende alikuwa msee kwanza kufungua bucha hiyo village yetu. Na kichinjio, wasa walikuwa wanatokanga wanaleta ng'ombe kuchinja hiyo base. Hadi ukenda hadi saa hii. Hiyo kichinjio bado iko. Hiyo ilikuwa ni kama kisimiti Paka leo bado iko. Watu wanachinjia ama nini maskani ya kukaa. Wana nini mahindi, wanaanikia mahindi nini. Unajua kwa nini nimekuuliza hiyo swali? Waga na show mimi inaitwa Asikwambie Mtu. Mimi ndio presenter. So nataka nione kama pia naweza ngakuuliza maswali utajibu. Uko mbele nigro uko mbele. Sawa, uliza maswali sasa tuendelee. Niko fit Ilikuwa lazima nijue kama nitakuita ama pia ni ule wa kukasirika. Mimi mbaya, unaweza nikianza kupiga story na kutapika na kuacha watu wakitabika kutafuta choo na kutapika. Okay, sawa. Aina noma jitu la gwanja okay, sijui kani kuacha, umesema mkuachana mko na any beef, lakini so ka decide wacha niende solo. Msiko decide solo ilikuja ile part ya niliamadi sasa. Kwa Madi nikakuja Imara. So hii time nilivyokuja hii side ya Imara ndio sasa Siagano yuko D na yeye pia akatoka Dandora akaenda Kawa Sukari. Unaona, kwenda Kawa Shuge na mimi niko Imara. Sasa wana tuko mbali, hatuwezi fanya muziki. Unaona? So mi nikiwa mtaani
nilikuwa napenda kwenda kukunywa kwa maskani kuna watu nini, alafu walikuwa wananijua kwa sababu hiyo time nilikuwa na kipindi NTV. Ilikuwa inajiita Hip Hop Police. So na pia ilikuwa kopia Homeboys Radio hiyo time pia hiyo show. Unaona? So ilikuwa nikitoka show niko nakuja home saa zingine hapo mtaani. Tukikunywa mara nikitia round hivi. Nikapatana na boy ananiambia vipi? Labala, mazee si kuna studio. Nikamwambia basi iko wapi? Akaniambia twende. Nikamwambia twende. Tukatoka. Kwenda hivi tukaingia mahali mazee, mimi nashangaa huko ni wapi mazee. Kuingia hivi napata boy fulani tuko kwa mitambo cheza muziki watu wasanii kibao. Labala karibu pia boy akanikaribisha nini, nikamwambia nasikia naambiwa wewe ni producer mkali, nitengenezee si unichezee beat hata kani moja hivi ama mbili. Akacheza mabita alafu akacheza moja. Nikamwambia chili mwanangu, hebu anza tena. Ping 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 ping. Nikamwambia chili mwanangu, hisi sample fulani. Ananiambia umejuaje? Nasikia kuna sample fulani ya mariachi hivi. Akaniambia wantana mera. Nikamwambia ina mwenyewe? Akaniambia hapana. Nikamwambia fanya hivi, wacha icheze. Akaacha icheze. Akadown. Niliandika verse ya kwanza, nikaweka. Tukarekodi ya kwanza. Nikamwambia achana na chorus. Karekodi ya pili. Nikamwambia achana tu na chorus. Karekodi ya tatu. Nikamwambia pia niache nafasi ambaye mtu anaweza imba kiasi, au sio? So hiyo time ndio kuna mrembo fulani anaitwa Wendy Kimani. Huyo ambaye alifanya na Jilad. Huyo. Mimi kumjua nilimjua before akwe pia msanii pia ajulikane. Kwa sababu tulijuana na yeye, nikamuingiza kwa projects zetu za Wakamba Wawili. Afu ndo akaja kaingia TPF. So alivotoka TPF akasainiwa, akaniambia ningoje amalize hiyo. Bila amesainiwa ningoje. Akamaliza. So alivomaliza alikuwa shanipigia simu kuniambia Saila Bala niko free. Nikatoka nje, nikamwambia mazee, niko na song hapa mazee, nataka tu mistari ndio niweke. Nitakuja siku fulani. Hiyo siku fulani hiyo akaja bwana na gari. Akaja na gari. Alafu akaona mahali tumeenda ni yashangaa wapi ashazuia ma studio. Mimi mwenyewe hata nilimwambia please usijali vile kuko, au sio? Wewe sikiza sound ambayo inatoka kwa kijana, au sio? Tukaingia. Akasikiza kaniuliza una idea gani? Nikamwambia mimi hii track inaniambia tu Mungu yuko juu. Nasikia tu hivyo. Yuko juu. Mungu na akaniambia by the way akaniambia sawa. Kaingia. Wendy akapiga kora. Alipiga chorus na kapiga verse mazee tukaeka hivi. Mimi nakwambia tulivotoka tukaenda boy producer anaitwa Omar. Akaniambia usistadili mbaya. Ukiweza fanya naye songs kadhaa inaweza kuwa poa. Nikamwambia Ojo Sei ndo ametoka kusainiwa, so nilijaribu kufanya kazi na watu. Nikamwambia ndamshtua tu. So tukakaa after 4 days hivi nikaisikiza nikapatia nikapatia Tuva. So mimi nakwambia Tuva si alicheza mazee, Mungu yuko juu, alicheza mazee ikapia na ghetto mazee, ghetto ikachezwa, ghetto radio ikachezwa, ikashikiliwa na Capital ikashikiliwa, yani song all of a sudden song ni big man. Alafu ina video. Ndio Wendy akaniambiaje mimi naweza toa do
Nani ambaye unajua ambaye anaweza shoot video? Nikana jamaa fulani anaitwa Gaiji. Wa Mombasa alikuwa amenishutia video fulani. Nikamwambia mwanangu nina bonge la nyimbo mwanangu, na afu nataka nije ni shoot Mombasa. Wakuonaje? Gaiji akaniambia njoo. Nikamwambia sina kitu Zeri. Akaniambia wewe njoo mwanangu. Wewe mtemi wangu, wewe nakutambua. Nikamwambia sawa. Sasa tukakanyaga Mombasa, tukashoot hapo Kibarani hapo kwa ninio, tukatoka Kibarani tukaingia Makaburini. Tukatoka Makaburini tukaingia Old Port. Tukafanya song tukamaliza. Gaidi kanyaga forward like a week. Haikuisha akanitumia. Kunitumia mimi nikaenda kuchukua CD Coast Bus. Hiyo CD ya Mungu iko juu, nikaenda kuchukua Coast Bus. Sijaisikiza man. Nanipata? Sijaisikiza. Bana nikakutana na nani? DNG. Alikuwa sasa anafanya kazi wapi? Kiss. Akaniambiaje? Bala vipi poa? Nikamwambia poa mwanangu nini tukatia story unajua tujuana. Unaona, akaniambia nipate kwani una ngoma mpya? Nikamwambia bana ndo naenda kuicheki sija hiyo. Akaniambia lete nende nikaicheze Kiss. Nikamwambia poa. Mwanangu si nikangoja nampigia vipi mwanangu mbona ucheze? Ngoja tu. Akaniandikia sijui aje mazee. Design fulani akanitusi. Kauliza mwanangu unanitusi kwa nini? Mimi hata video sijaona nilikupatia, hata hujanicheza unaniambia nakusumbua. Aje sasa? Na hiyo ilikuwa the only copy. Na hiyo ilikuwa tena mpaka tena niambia Gaijia nitumie kutoka Mombasa. Na unajua hiyo ilikukosea ati kutuma ilikuwa ni pesa rahisi. Unaona? Alafu hiyo ni fragile CD. Gaijia mazee akafanya juu na chini akanitumia nikapatia Pinye. Bro, Pinye aliweka beat of the week mazee. Hiyo kesho ya aliweka beat of the week. Ikachezwa mazee, ikachezwa. And sasa ndo ikakuwa bigi zaidi mazee, bigi mazee, ile kubwa sana ni ile hata mpaka mimi mwenyewe nilikuwa nasema wajua waga naogopa kitu moja kama msanii, waga naogopa kitu moja. Ukifanya song ikikuwa kubwa kuliko kila song zako zote, utaweza kuja kuipita kweli ama utakuwa wewe maisha yako yote watu wanakukumbuka na hiyo song moja. Hiyo song moja. Unanipata? Unaona? So hiyo song ilikuwa big mpaka nilikuwa nashtuka, kwa sababu jamaa Ndudhi anapita bana, nasikia song inachezwa Ghetto Radio. Jamaa yani niko mtaani nimekaa tu na maboy twakunywa mara hiyo imechezwa. Yani ilikuwa kwa inanishtua. Na mseto umefanya huko kazi ama ulimtuve mlikuwa mlikujaje? Tufa tulijuana naye kitambo. Kitambo sana. Wajua hata sija kumalizia story ya DNG. Endelea. Cheers mwanzo. Sija kumalizia. Unajua ni huyo ni mchizi wangu lakini aliniongelesha vibaya. Na nikuulize. Nakumbuka acha nikwambie story. DNG nakwambia acha nikwambie gospel huyu mmoja huyu. Ya kumalizia story. Kwa sababu hata najua hii kama italeta views mazee, mimi sitaleta ngori bro. Hata sio hivyo. But ni mchizi wangu sana. Hata nakumbuka aliniongelesha design fulani, afu sisi ni watu yani unaniongelesha mimi uko fulani. Wajua tuliko na hiyo yani mimi mtu wa Dandora, mimi mtu wa Magongo Mombasa. Waniongeleshaje wewe? Unanipata? Tukapata na West. Buda siturudishiana mangumi. Ngoja kwanza. Umempea CD? Wiki moja, ya pili, mwezi. Inabidi tena nitishe nyingine. Sasa ukamwachia? Nikamwachia kwa sababu sasa hata chezi alafu ananiongelesha vibaya. Unaona sikuelewa hiyo time. Unaona alafu ni mchizi wako, unanielewa? Tulipigana West usiku. Club fulani hapo nje. Tukapigana mwanangu, yani ile kupigana nikawa naume mpaka tukagawanywa. Yani agano iko kule napigana na watu kibao aje sasa ndo akakuja mbio pia yeye akaingia katikati. Sasa ndo tukaanza. Kama unapenda vita bro mimi nimepigana sana bana. Mimi nimepiga mpaka sijui kuna mmoja alikuwa anajiita Delicious. Msanii alikuwa anajiita Delicious. Mimi sijui aliniongeleshaje, mimi hata sikumbuki vizuri. Ulevi si poa. Nilichukua tu mawe kampiga ya kichwa man.
Nikamwacha hapo akibleed, alafu ajua kwa tumekunywa. So unajua mtu kama amekunywa vile waga damu ina pump. Ali bleed mwanangu mimi. Aliniongelesha sijui aje. Kitambo ilikuwa hivi. Hata si nilienda rumande. Nilienda rumande nikakaa miezi 2 nadhani, mwezi na nusu. Ndio story jamaa. Ya vita. Asiao sasa huyu ni jamaa tulipigana tu mtaani. Alafu ni mtu mkubwa mazee alinichukua naye alinitia polisi nikaja nikachukuliwa. Sijakaa vizuri niko Embakasi. Sijakaa vizuri, kesho yake asubuhi mwanangu najikuta niko mbele ya jaji. Naambiwa nikubali nita spend sijui wiki 2 afu nitoke. So unachajiwa na nikipiga hesabu mimi ninyolewe. Easy dread. Mimi nikaingia ndani rumande. Kasema tuacha tufanye kesi nikiwa wapi? Alafu nikaambia wife mimi niko ndani. Nimeongea na maboys. Watakuangalia. Maze kama kweli yani marafiki zangu yani wale walikuwa wanaenda mpaka wanamuuliza, Sara umekula? Asa yuko na mimba ya firstborn. Ya Imra. Sara umekula? Sara pesa imefikia ngapi tumtoe? Yani umeenda hospitali check up? Yani marafiki yani. Mimi hoje niko wapi? Rumande. Ikifika rumande hivi. Guess napatana na nani? Agano. Agano alikuwa ndani amepigana pia yeye. Guess. Nashinda mwanangu. Kwani vile ulishika huko mpigia ama huko mshoni? Sasa unajua sasa tuko mbali mimi mlevi. Huko imara yako akodi. Kawa sukari. Bana mimi naingia na bana. Oya! La Gwanja. Agano. Anambia kuja bwana njoo, tukaenda mazeli tukagoteana tukakaa place moja. Hata nakumbuka sasa after 2 days ama nini yeye alikuja katolewa na masista zake. Sasa nikabaki huko ndani. Hata nakumbuka hata niko rumande nilienda class 2 nikatolewa. Kesho yake nikaambiwa wewe sio class 2 bwana. Kaenda class 3 class 6. Nikaambiwa wewe hata wewe ni wa form 1. Kapelekwa sijui form 1 sijui form 2. Nikaambiwa wewe unafaa kuwa mwalimu. Mimi nikaona hizo sasa kwa mwalimu tena. Mimi ningeingia nikaona library. Mazee. Bro kama kuna place ambaye kuna vitabu ambazo haziko huku nje ni prison. Ni prison ama rumande. Bro wana collection fulani hiyo. Hizo vitabu sijaiziona. Mwanzo hapo ndo nilisoma sasa historia poa ya Mau. Nikasoma historia original ya Wakamba yani unajua mara ya kwanza mimi nilikuwa sijui historia ya Wakamba unaona. Nikaambiwa kuhusu yani nilikuwa nasoma napata kumbe sisi kama Wakamba ndio tulianza wa kwanza before watu wote kuja kurebel. Sisi ndio tulianza wa kwanza kurebel. Na ni mama fulani huyo alifanya wanaume wakasima. Na hiyo history nilifanya kuja kuisikia tena 2 months back. Hii mwezi 2 zimeisha hizi, mwezi 2-3 hivi. Kuna jamaa TikTok aliongea kuhusu hiyo story. Nikakumbuka hiyo iko wapi? Kuna nyingine inaongea kuhusu Gulag. Nizima prison ambaye watu walikuwa nekwa ndani. Watu wakijenga airport mwanangu Embakasi. Watu walikuwa wanatolewa na kuja wanajenga airport mazee alafu mnarudi home. Hiyo uwanja yote hiyo. So hizo vitabu zote nilizisomea wapi? Hapo ndani. Alafu so kuna siku huko ndani sina kwa nilika mwezi na ngoja watu watafute 20,000 nilipiwe ndo nitoke. Sasa huko ndani ndio niko na maloya mazee huko ndani bana kuna maloya bana. Kuna lawyer bwana niko na kaifi. Kama lawyer amesoma ama juu amesikia makesi mingi. Yuko huko ndani atoki. Ana makesi kaa zote yeye mwenyewe. Anakuambia sasa wewe enda kaseme hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. So hiyo siku ilikuwa na Sunday nadhani kulikuwa na show. Nasikia nimetafutwa. Tuna msanii huko ndani. Tuna msanii anaitwa La Balaa. So nafaa perform kumbe kulikuwa kina Nameless ndo amekuja kuperformia Prisoners. Sasa mimi nikajipiga mahesabu.
msanii mzima mimi nikuje na unajua una nini, hauna mshipi nigga jo, hauna kiatu. Watembea tu hivyo alafu hata uje perform na kuna wasanii au na kamera. Niambia sikuwa nilitafuta kumbe niko library mazee. Jioni huyo jamaa akaniambia wewe ukienda huko ongea hivi na hivi na hivi na hivi. Bro, nilienda kotini, nilisema exactly what word nilikuwa nimeziandika hapa. Exactly. Nilikram kama verse ya nyimbo. Nilikram, nikasema tu exactly hivyo. Unajua hata hiyo 20,000 ilitolewa. Waliniambia tu tunakupatia free board. Ufanye kesi ukiwa nje. Mimi na maneno huko. Wife akanichukua tukaenda home. So nilimita gano hiyo time hapo ndani. Ndio na kuonyesha kuwa tulikukomba. Tulikomba mbali. Nilikomse. Sasa turudi hapo kwa DNG. Mmekosana, mmepatana show. Hata kupatana show, tulipatana club. Mmepatana club nje. Ni kwa sababu nilimwambia bro, bali nenda kupata mwanangu tutapigana wewe acha tu. Na tukapatana mazena tukapigana mazee, watu wakaanza. Sasa unajua mimi nikipigana nasikia mangumi tena zingine zinatokezea nyuma na napigana na huyu. Kumbe alikuwa na jeshi. Unaona? Ndio agano akaona mchizi niko peke yangu akaingia. Unaona, alafu machizi wengine pia wakaona agano wameingia wakaingia. Sasa tukaanza kupigana nao. Ikabidi sasa wao kwa sababu ni watoto wa kisop mapunk hawa wakaja wakachukuliwa na bouncer wakaingia ndani ya club. Sisi tukazui tusiingie tena kwa club kwa sababu sisi ni watu wa ghetto, sisi tunasumbuaga. Unaona? Tukakatazwa kuingia mazee. Tukakatazwa kuingia. But after hapo tulikuja tukapatana. Sio wanaume. Story tukakuwa kwanza hapo tukakuwa tuna maheshimu, hata heshima kibao sana mpaka mchizi akawa nikitoa nyimbo naweza mpatia anacheza. Unaona, hata nikiwa ghetto kuna wachana na Ghetto Radio, nikiwa Ghetto FM nilikuwa nacheza ngoma yake pia, nilikuwa nacheza sana yani. Unajua si wanaume wakati hizo vitu za kubeba. Hatubebangi miaka mingi bana. Hiyo kitu ni nzito sana kubeba bana. Wakati tunamalizia hapo tunakuwa washikaji. Hiyo story na hiyo inaisha. Ambaye ndio hiyo time nikiwa naingia club hivi ilikuwa inaitwa Q's. Napatana na mchizi. Amezuiwa. Na ni boy. Akanigotea labala vipi mimi nataka mazee. Ngambia haina noma. Acha tuingie. Ngambia wewe nani tuko sisi hivi. Tuko hivi tukaingia club. Q's kupanda huko juu akaniuliza unaweza pia na hii ngoma niko na song mpya nataka ichezwe na DJ. DJ alikuwa mchizi pia. Hamshikaji ambaye tunajua anajua kwa sababu tunakuja hiyo club sana tukitoka Homeboys kwa hiyo show ya radio. Hiyo ipo Palisi mimi na agano. Huyu DJ nikimpatia song hivi, hiyo song bana ilichezwa hivi ya kwanza. Demo alisema please DJ rudia. Hiyo ngoma ilizo karibu mara 6 kwa club. Nikwambia nani? Banjuka. Yeah. DNA. Domino, of course. Ruka juu, banjuka juu. Life ni fupi na mimi sijifungi, naweka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu.